Tuko na kiongozi mmoja alikuwa hapa akasema ati inji sasa imeanza kuchafuka, wahalifu wameanza kuwa wengi. Akasema tuweke inji yetu kwa maombi. Alikuwa hapa, nafikiri alikuwa ametoka Molo. Mimi ningependa kuambia wachungaji, msichoshe Mwenyezi Mungu na maombi yangine ambayo tayari Mungu mwenyewe ametupatia kibali ya kudili nayo. Kama ni maombi ya kuomba, tuombe maombi ya baraka ya mvua, tuombe maombi ya kutuondolea magonjwa, tuombe maombi ya kutubariki na watoto werevu ya kupita mtihani, lakini hatuwezi omba Mungu ati kwa sababu wako wahalifu. Mtu ambaye ameleta fujo juzi ya kutafuta wahuni wakichoma ofisi za serikali ni yule naibu rais wa zamani mwenye tulifukuza, anaitwa Rigathi Gachagua. Huyo sio mtu ya kuomba Mungu, huyo ni mtu ya kutuma polisi waende wakamate yeye, wapeleka yeye jela, waende wafunge na Kenya inasonga mbele. So we cannot continue allowing criminals to ravage the economy of our country, to continue terrorizing our people, bringing down businesses and enterprises. That is economic banditry, and we are calling for the arrest of our former Deputy President Rigathi Gachagua for committing crimes that are culpable before the laws of our country. Tunataka sheria ifuatwe na sheria ikuwe applied kwa usawa. Kama ni mtu mdogo, mtu ya changa, akipelekwa mahakamani anafungwa. Alafu mtu tajiri kama yule Rigathi Gachagua na wakora wake wenzake wale wengine wakisikia wanachunguzwa na DCI wanaenda kuchukua mahakama ya kotini ati wasichunguzwe. How do you know that somebody is innocent and you haven't looked at the evidence that the police are preparing to investigate an individual? How do you stop DCI from investigating an individual? We are telling our courts the way we respect them, let them also respect the independence of the police. Kila taaluma iko na umuhimu wake, na kila taaluma watu wamesomea. Hawezi ukamfundisha pastor jinsi ya kuhubiri. Yeye aliokolewa na Mungu, anajua vile anahubiri. Hawezi fundisha mwalimu jinsi anatakana afundishe watoto. Alienda teachers colleges akafundishwa jinsi ya kusomesha watoto. We are also saying that IPOA should stop lecturing the police and telling them on when and how to use their guns. Police are properly trained. They know when to use their gun. They know which criminal is dangerous and which criminal is not dangerous. They know how to arrest. Everybody afanye kazi ambayo alipatiwa ya kufanya. Sio namna hiyo.